Asante sana mdhamini wetu mkuu Kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha. Sasa nimkaribishe Madam Regina kwa ajili ya kutupatia kile ambacho amekiandaa kwa ajili yetu na mtoto ulioko nyumbani upate kujifunza na kuelewa kwa uzuri. Madam Regina, karibu. Karibuni sana watoto wa nyumbani, mjumuike na watoto wa Local Studio tujifunze neno la Mungu. Karibuni sana. Leo tutakuwa na somo zuri sana linalohusu wanawali 10. Lakini miongoni mwetu kuna watoto ambao wanajifunza neno na wanafahamu hiyo habari. Kwa hiyo tutamuita mmoja wapo aje hapa atusimulie vizuri. Hao wanawali 10 walikuwaje? Si mnapenda kufahamu Ndiyo. Karibu. Nakukaribisha wewe mtoto uliyeko katika televisheni yako hapo nyumbani. Mimi ni mwanafunzi kutoka shule ya Jumapili, naitwa Juliet Julian. Ninakwenda kuelezea story ya wanawali 10 ambayo itaongozwa na kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 10. Hapo zamani kulikuwa na wanawali 10. Hao wanawali 10 kulikuwepo na 5 wapumbavu pamoja na 5 wenye hekima. Hao wanawali wote walikuwa na mafuta, lakini wenye hekima walikuwa na mafuta ya akiba, lakini wale wapumbavu walikuwa wana mafuta ya akiba. Pale palikuwa na sherehe. Walienda mapema sana toka asubuhi. Walikaa mpaka usiku mpaka jioni. Bwana harusi hakuingia mpaka usiku ule. Yale mafuta ya wanawali wapumbavu yakaisha. Wakawaomba wanawali wenye hekima, tunaomba mafuta kidogo. Wakasema mafuta tukigawana hayatotosha. Kwa hiyo mnabidi mwende madukani mkanunue mafuta muweze kutumia. Wanawali wapumbavu wakatoka nje na kwenda madukani. Walipokuwa wakienda madukani, bwana harusi alikuja akaingia ndani. Na bwana harusi akaamuru aliyoko ndani mlango ufungwe, aliyoko ndani asitoke nje, wala aliyoko nje asiingie ndani. Basi sherehe ikaendelea, wakaendelea na sherehe. Wale walioenda dukani wakawa narudi wakiwa njiani. Wakafika pale wakagonga mlango, tufungulieni. Wakaambia tumefunga mlango, hakuna kuingia ndani wala ndani hakuna kutoka nje. Basi sherehe ikaendelea, wale wanawali wapumbavu sherehe ikawakosa, kwa hiyo wakashindwa kuendelea na sherehe. Wale wenye hekima kwa sababu ya mafuta yao ya akiba ikawafanya waendelee na harusi. Huyo bwana harusi mwenyewe ni Yesu Kristo. Tunaambiwa unatakiwa uwe na akiba. Kama unapewa wewe mwanafunzi unapewa hela ya shule, weka akiba. Leo hii unapewa hela ya shule 2000, ipo siku utapewa hela ya shule 200. Usishindwe kuweka akiba. Kwa hiyo tunaamuru tuweke akiba. Kwa akiba hizo na tunaambiwa pia tuweze kukesha na maombi. Kuna kitabu kinasema kesheni mkiomba. Kwa hiyo tunabidi tukeshe. Watoto mnabidi mkeshe. Mkeshe kwa maombi, mkeshe kwa kuomba, mkeshe kwa kumsifu Mungu. Amen. Kwa hiyo tunapewa katika somo hili tuweze kukesha, tuweze kuweka akiba. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Tunamshukuru sana mtoto ambaye ametusimulia habari nzuri kuhusiana na wanawali 10. Wanawali 10 ambao 5 walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye hekima. Mpumbavu ni mtu gani? Mpumbavu ni mtu asiyekuwa na hekima na wala asiyejielewa. Mpumbavu ni mtu asiyejielewa. Ndio. Mwingine? Mpe mai. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Kwa majina naitwa Ernest, naenda kujibu swali. Mpumbavu ni mtu yeyote ambaye hufanya jambo huku akijua madhara yake. Kidogo. Mpumbavu ni mtu anayejua cha kufanya lakini hafanyi. Tumeelewana? Mpumbavu ni mtu yoyote anayejua cha kufanya lakini hafanyi. Wewe unajua kabisa mimi ni mwanafunzi.
natakiwa nisome ili nifaulu. Lakini unaenda shule, unarudi, unalala, hutaki kushika daftari, hutaki kusoma, unategemea utapata A. Umenielewa? Huyo nini anaitwa nani? Mpumbavu. Mpumbavu ni mtu ambaye anaomba tu pasipo kushika daftari na kufuatilia nini? Masomo. Akitegemea kwamba atafaulu. Anaitwa nani? Mpumbavu. Ehe. Mtu mwenye busara ni mtu gani? Ehe. Mpe. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kwa majina naitwa Gadensia Musa. Mtu mwenye hekima ni mtu anayetii watu. Mtu mwenye hekima ni mtu anayetii watu. Umepata kiasi? Mtu mwenye busara ni mtu anayejua kitu cha kufanya. Yaani ni mtu kwamba anajua kitu cha kufanya na anakifanya kwa wakati sahihi. Huyo tunasema anaweza kufanya maamuzi na akayafanya maamuzi kwa wakati sahihi. Tunasema huyo ni mtu mwenye busara. Sawa eh? Kwa hiyo hapa tunaona watu wawili. Huyu ni mpumbavu, huyu ana nini? Ana busara. Kwa hiyo hilo ni funzo kwenye maisha yetu. Kwamba kuna watu, kwa mfano ile ilikuwa ni sherehe kubwa. Watu wote walikuwa na taa. Lakini hawa na mafuta, hawa wameenda bila mafuta. Huu ni upumbavu kwa sababu anajua kabisa kwamba nina taa lakini siweki nini? Mafuta. Kwa hiyo kama mwanafunzi unaambiwa kabisa, wewe unajijua kabisa, mimi ni mwanafunzi, natakiwa nisome, natakiwa nifaulu, lakini husomi, unategemea kufaulu. Huo ni nini? Mwisho wa siku naomba Mungu, naomba unisaidie. Pale karibia na mtihani, naomba Mungu, nataka nifaulu Mungu. Mungu hajibu wapumbavu, si ndio eh? Ndio. Kwa sababu Mungu anataka watu wenye nini? Wenye bidii. Wenye bidii. Sawa eh? Ndio. Alafu swala lingine ni swala la kukesha. Hapa tumeambiwa kesheni muombe, kwa sababu hatujui sana wakati ambao atakuja nani? Yesu. Wale wenye busara walikesha, lakini taa zao zilikuwa na mafuta. Na sisi tunaoishi sasa hivi tunajua maisha haya yanafanya nini? Yanapita. Tunatakiwa tusiishi kama tumefika hapa duniani. Tunatakiwa tujue kwamba tunaishi hapa, lakini kuna maisha mengine ya baadaye. Haya maisha ya baadaye yanaandaliwa kwa kukesha. Yaani kuwa aware. Usiishi kama umefika, usiishi kama unavyotaka. Uishi kama vile Mungu anavyofanya nini? Anavyotaka. Tulijifunza somo lililopita amri 10 za nani? Za Mungu. Kwa hiyo tuishi sawa sawa na amri zinavyotuelekeza tufanye nini? Tuishi ili tuweze kufanya nini? Kufanikiwa. Amina. Amina. Tukiishi kulingana na amri za Mungu, tutakuwa watu wenye nini? Wenye busara. Tutakuwa watu wenye nini? Busara. Lakini tukiishi ovyo, tunapopokea neno la Mungu, tunatakiwa kulifanyia nini? Kazi. Sasa na mwalimu anapokufundisha darasani anakupa assignment, anakupa homework, unatakiwa usifanye, yani usilazimishwe. Moja kwa moja unaenda unafanya kazi ile ambayo umepewa na nani? Na mwalimu. Pasipo kufanya nini? Kufosiwa. Utakuwa mtu mwenye nini? Busara. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe aware. Kuwa aware maana yake kuwa makini na kila jambo. Kuwa makini na maisha yako ya kawaida ya shule. Kuwa makini na maisha ya nini? Ya kiroho. Kwamba Yesu hataki watu ambao wanakuwa mikia. Yeye anasema nitawafanya kuwa nini? Kichwa. Lakini wewe kufanya kuwa kichwa sio kwamba utakuwa kichwa automatic. Hapana, lazima ufanyie kazi yale unafanya nini? Unayoelekezwa ili usiwe mjinga. Amina. Amina. Tutajifunza mstari mmoja unasema hivi. Mathayo 24. Mstari wa kwanza. Unasema kesheni basi, kwa maana hamjui ni ipi siku atakayokuja Bwana wenu. Tuseme wote. Kesheni basi. Kesheni basi. Kwa maana hamjui ni ipi siku atakayokuja Bwana wenu. Kesheni basi. Kwa maana hamjui ni ipi siku atakapokuja Bwana wenu. Tunatakiwa maisha ya kiroho tukeshe
Yesu amekuja, atarudi tena. Atarudi kufanya nini? Kutuchukua. Kwa hiyo kutuchukua, atachukua wale walioko na moyo safi. Kuwa na moyo safi ni kwa maana kufuata maelekezo yale ambayo tunapewa, tunafundishwa na walimu, tunafundishwa na wahubiri mbalimbali, tunaambiwa tuyafuate ili Yesu atakaporudi na sisi tu miongoni mwa wale watakaoenda naye. Na pia tukeshe. Kuna watu hapa wanakesha, wanakuja kanisani kwenye maombi, wanakesha, wanaomba, Mungu anawasaidia. Lakini kuna wengine wanalala, hawakeshi hata siku moja, wao na kitanda na wao. Sasa Yesu anasema tufanye nini? Tukeshe. Nani ana swali mpaka hapo? Nani ana swali? Je, mmeelewa? Ndio. Mmeelewa vizuri sana? Ndio. Somo hili linakufundisha nini? Kwa haraka unajifunza nini? Mpe nani? Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Kwa majina naitwa Mary Carlos. Natufundisha kwamba tusiwe wapumbavu. Haya. Kingine? Regina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Somo hili linatufundisha kukesha. Mwingine? Bwana Yesu atukuzwe kanisa. Amen. Somo hili linatufundisha kuwa na hekima. Mwingine? Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Kwa majina naitwa Jackie Carlos. Somo hili linatufundisha tunaacha akiba. Tunaweka akiba. Kweli watoto mnaweka akiba mnapopenda kacholi nyie na chips. Mnapopenda nani vile vinanipa pale njiani pweza vya kufanya. Mnapopenda kweli utaweka akiba kweli? Mnaweka. Wangapi wanaweka akiba hapa? Yaani ukipewa buku unakata 100 unaweka pale. Kweli? Basi kama mnafanya hivyo nyewe mna nani? Ni watoto wenye nini? Hekima. Swali kitu kingine ambacho tunajifunza kwenye hili somo. Tusiwe wajinga. Tusiwe wajinga kama wale ambao wameenda bila nini? Mafuta. Tunapoambiwa tufanyie kazi mambo tunatakiwa kuwafanyia kwa wakati. Tunakuja kwenye maswali. Je, wanawali wenye busara walipata faida gani? Ines. Ernest atukuzwe. Amina. Kwa majina naitwa Ernest, naenda kujibu swali. Wanawali wenye busara waliweza kuingia harusini. Waliweza kuingia harusini. Mpigeni makofi. Je, wale wanawali wasiokuwa na nini walipata hasara gani? Walipata hasara gani? Nani hapa hajajibu? Nataka mtu ambaye hajajibu pale nyuma. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Amina. Kwa majina naitwa Naomi. Walipata hasara kutoingia ukumbini. Walipoteza muda bure. Kutwa nzima unasubiria harusi. Mpaka inafika kele tiri matarumbeta haya. Ana wenzako wanaingia wanamwambia stop. Mnarudi yamewashuka nyinyi. Mmepata hasara. Lingine, kwa nini Yesu anatusisitiza tukeshe? Kwa nini Yesu anasema kesheni? Yule pale. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kwa majina naitwa Gladys, naenda kujibu swali. Kwa sababu haijulikani siku atakaye kuja. Safi kabisa. Yaani umejibu vizuri. Kujiamini tu. Tunaambiwa tukeshe kwa sababu hatujui siku wala saa atakao kuja nani. Yaani sisi hatujui. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe aware, tukeshe, tusiishi maisha nini? Kwa maana ya kukesha, usiishi maisha ya kujisahau. Maana ya kujisahau, uongo wewe, umbea wewe, uzushi wewe, kila kitu wewe. Ina maana hapo umejisahau, si ndio? Yesu akirudi anakuacha, wenzako anaondoka.
Sawa eh? Ndio. Tumeelewana? Ndio. Lakini tukifuata amri za Mungu, mambo yanakuwa sawa. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Naamini tumejifunza habari za wanawali 10, 5 waliokuwa wapumbavu na 5 waliokuwa na nini? Na hekima. Najua kabisa watoto wazuri tutakuwa hatuko miongoni mwa wale wa nini? Wapumbavu. Tutakuwa wenye hekima, tutatumia muda vizuri na tutajifunza na kufanyia kazi yale ambayo tunafundishwa. Kwa siku ya leo somo letu limeisha. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Amina.